I want us to go straight into the Word of God. Because of time, I will just use a little time just to make sure the point is home. And I believe that God will bless us. I want us to talk about the power of the Word. Na tukaweze kuongea kuhusu nguvu ya neno. Kwa hivyo nataka ukaweze kufungua kitabu chako katika ama Biblia yako katika kitabu cha Mithali, the book of Proverbs, chapter number 18, verse number 21. Kwa hivyo nataka tukaweze kuongea kuhusu nguvu ya neno ama nguvu katika neno. The morning we were talking about the power and authority that the Lord has given unto us. So I want now we speak about the power of the Word in the book of Proverbs chapter number 18, verse number 21. Neno la Mungu linasema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi. Inasema ya kwamba na wao waupendao watakula matunda yake. Biblia inasema ya kwamba kuna nguvu katika ulimi wetu ambao tunatumia, na yale maneno ambayo huwa tunayatoa ya kuna nguvu ambayo Mungu ameiweka ba. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo tunaongea, whatever we speak or whatever we release from our mouth, from our tongue, it has power. The word that we release, and it is upon you to know which words to release, which words to speak over your children, which words. Watu wengine huwa wanaongea neno, mtu anaita mtoto wake China, ambia toka hapa ng'ombe hii. Now there is power in the tongue. Wakati ambapo umeita huyo mtoto, anaanza behavior za ng'ombe. Yesu Kristo asifiwe. Anaanza kubehave, yani behavior ambazo hazieleweki, kwa sababu ile nguvu ya mzazi. Kwanza ujue mzazi anakuanga na nguvu ya kubariki na kulaani. So wakati ambapo imetoka hiyo neno linakuanga na nguvu kiasi kwamba itaenda na iaffect mtoto. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo neno linasema ya kwamba katika ulimi kuna nguvu, na linasema wale ambao wanaupenda ulimi wao watakula matunda yake. Amen. Kwa hivyo yale matunda ambayo unayakula kutoka kwa ulimi wako ni kumaanisha maybe either yakuwe negative or positive. Inategemea unaongea nini. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo tumia ulimi wako katika kuongea maneno ambayo ni maneno mazuri, positive things. Unatembea hivi hata kama mambo ni magumu na unaambia, unasema mimi ni mbarikiwa. Amen. Unatembea unasema Mungu amenikumbuka, Mungu amenisaidia. Lakini wakati ambapo unaongea unasema mimi nimeshindwa, mimi ni kama sijui nitakuja kutokea wapi, mimi shetani anajua kwamba ile nguvu ile neno lako halina nguvu positive, lakini negative power inakuja na inakukalia.
na inakuwa hivyo. Yesu Kristo asifiwe. Maana neno la Mungu linasema jinsi mwanadamu aonavyo nafsini mwake ndivyo ilivyo. Wewe ukiona kushindwa utaongea kushindwa. Yesu Kristo asifiwe. Wewe ukiona lazima utashinda, utaongea mambo ya kushinda, utaongea ushindi. Amen. Kwa hivyo ndio maana neno la Mungu linasema uchunge sana ulimi wako. Angalia sana ulimi wako, yale ambayo unayaongea yakuwe words can build up or destroy. So you be careful whatever you are speaking out. Amen. Am I speaking to somebody? Nataka uelewe kwa sababu hapa ndipo huwa tuna miss the point. Kile ambacho unaongea, kile ambacho kinatoka. Unajua Biblia inasema ya kwamba hata kile ambacho kinaingia katika mwili wako sio kibaya sana kuliko kile ambacho kinatoka. Wewe unaweza ukatoa sumu, unaweza ukatoa baraka, unaweza ukatoa laana. Yesu Kristo asifiwe. So we be careful of what we are speaking out. Ukiingia kanisani, wewe usikuje na doubt ya kwamba naweza nikabarikiwa, naweza nikataa kubarikiwa. Hata ukitoka kwa nyumba ukiingia hapa unaambia Mungu kwamba ninaenda kanisani. Na kila neno ambalo litatamka mahali pa linisaidie. Vile ambavyo umeongea, Mungu anaweka muhuri. Ukiondoka pale nje unapatana na baraka saa zote. Mtu anakupigia simu, anakukabidhi baraka, anakupigia simu, anakuambia mambo mazuri, mambo makubwa. Yesu Kristo asifiwe. Kupitia kwa ulimi wetu unaweza, asubuhi tulikuwa tunaongea kuhusu commanding through the power and authority ile ambayo Mungu ametupatia. Sasa hii inatuambia kuhusu nguvu ya neno maisha. Now the commanding, the words that will come out of your mouth to command are very powerful. Amen. Watu wanaangalia TV bana, waniangalia. Yesu Kristo asifiwe. Kuna cameraman ashughulikie hiyo maneno. So vile ambavyo tunaongea, unachunga maneno yako. Kama ni biashara unasema nataka Mungu anibariki na biashara fulani. Usiseme akina fulani walianzisha, lakini vile ambavyo mambo yalivyo wao walilemewa, na wewe uangalie uone hata wewe utalemewa. Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo kile ambacho unaongea ama unafikiria, kabla hujakitamka fikiria tena. Katika kitabu cha Zaburi 42 na 45 Biblia inasema moyo wangu umefurika neno njema. Kwa hiyo yale maneno yaliyofurika katika moyo wako ni mazuri. Na wakati ambapo inaendelea inasema na ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi stadi. Kile ambacho ninaongea ninaandika. Ukiongea mambo makubwa unaandika mambo makubwa katika maisha yako. Ukiongea ushindi, mambo ya ushindi yanaandikwa katika maisha yako. Whatever you speak, you write. Amen. So it depends with you. What are you writing? What are you thinking to write? What did you write? Amen. Kupitia kwa nguvu ya ulimi, kuna maneno labda yaliongewa ama uliyaongea hapo mwanzo negatively. You still have the power to rewrite. You still have the power to speak again. Mali ambapo ulisema kuna kushindwa, unaweza ukaongea tena, useme nitafaulu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Power of the tongue. Kuna mahali Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, baba zetu walikula sio ngazi, lakini meno yetu ikakuja ikamea. Kuna mahali, that word is very powerful.
inamaanisha kuna maneno ambayo baba zetu waliyaongea, na hayo maneno yakakuja yakatuaffect. Unapata kuna mtu aliinuka akasema katika hii ngoma yangu hakuna mtoto atafika mahali fulani, na baada ya kusema hivyo, na sisi tukazaliwa katika kile kizazi. Yesu Kristo asifiwe. Na yale maneno ni kwa sababu yako na nguvu, yanaendeleanga kufanya kazi katika hiyo ngoma. In the morning I told you that every family has somebody raised by God to overcome the powers of that family, and that person is you, in Jesus mighty name. Yesu Kristo asifiwe. Yale maneno ambayo waliongea wakasema kwamba huko hakutakuwa kufika. Hapa nilikwambia sio lingine kwamba kuna jamaa tulikuwa tunafanya naye Peter, unamjua, akamala. Yesu Kristo asifiwe. Anambia watoto wangu hakuna mtu mwenye atasoma afike mahali fulani kama mimi. Baba yangu hakufika, babu yangu hakufika, mimi mwenyewe sikufika, kwani hao ndio akina nani? Mzazi anaongea hivi, anasahau kwamba there is power in the tongue. So whatever is wrong, it will happen, and it is happening, for your information. Lakini ukielewa kwamba mimi nasemanga ile makosa makubwa ambayo shetani alifanya ni kuruhusu nizaliwe katika hiyo bomba. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa sababu aliruhusu, yani hakuindafia, na hata kama alindafia alishindwa, nikazaliwa hapo. Lazima kitu itendeke. Ni lazima maneno yaliyonenwa na babu yangu yageuzwe na mimi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunahitaji watu kama wale kanisani. Usiseme fulani anaomba, ati dada yangu anaomba, ndugu yangu anaomba, mama. No, I'm the one praying. Yale maneno ambayo ninaongea, haijalishi waliongea nini, lakini kuanzia leo hii ninabadilisha ukurasa. Yes, I'm opening another new chapter. My story must be written in that family, in the mighty name of Jesus. Amen. Wacha watu wahanga ili waseme fulani alizaliwa huku mambo ikakuwa mzuri, fulani alizaliwa huku uchawi ikaishi, tukaacha kurogwa. Yesu Kristo asifiwe. Power of the word, just speak. Mungu anangoja mtu ambaye ako tayari aseme niko hapa, ni kwa ajili ya familia yangu. Na ukiambia Mungu akutumie, atakutumia vizuri sana ukomboe hiyo familia. Yesu Kristo asifiwe. Uvute yale maneno ambayo yalinenwa, unayavuta vizuri sana, unayaondoa katika list ya familia yenu. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo usiangalie useme kama usikwe kama Yeremia. Yeremia anasema mimi ni mtoto, mimi ni mdogo sana, siwezi kusema. Naye anasahau kwamba Mungu amemteua katika hicho kizazi ili akaweze kukomboa watu. Mungu anamwambia hapana, usiseme wewe ni mdogo, kwa sababu nitatia maneno yangu katika kinywa chako. Yesu Kristo asifiwe. Kumaanisha yale maneno ambayo Yeremia ataenda kuyanena haijatoka katika kinywa chake, Mungu mwenyewe atakuwa ameyatia nguvu. Amen. Kwa hivyo na wewe tambua na ujue yale maneno ambayo unayaongea katika maisha yako yametiwa nguvu na Jehova. Ukisema biashara yangu itanawiri, ni lazima inawiri. Ukisema watoto wangu watafaulu, ni lazima wafaulu. Ukisema jamii yangu itasimama, ni lazima isimame. Amen. Mungu anasema, Biblia inasema ya kwamba hatujapatiwa roho ya uoga. We are not given the spirit of fear. Tumepatiwa roho ya ujasiri. Yesu Kristo asifiwe.
Na nikakwambia asubuhi kwamba kama hauta activate nguvu ambayo iko ndani yako, basi utakanga na uoga. Na Biblia inasema waoga hawana sehemu mbinguni. Sio kama wewe ni mwoga, wale wao. Yesu Kristo asifiwe. Nikwambia asubuhi kwamba kuna watu ambao wanakutana na wao wanakuambia utaniona. Wakikwambia hivyo na wewe chua kuna nguvu katika neno. Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yesu akapata akina Simon pale wanatega samaki. Biblia inasema ya kwamba usiku mzima, usiku kucha wamekuwa pale wakitega, lakini wasipate kitu. Yesu Kristo asifiwe. Wakaenda Yesu akamwambia anataka, imagine Yesu anataka atumie mashua yao kuhubiri, maana aliwapata wanaosha nyavu. Sasa hapo jamaa wanaona sisi tunaosha hizi nyavu ndio tuende nyumbani, na wao wanataka utumie mashua yetu. Biblia inasema ya kwamba baada ya Yesu kuyatumia akaambia Simon, tokeni hadi kilindini. Akamwambia, Bwana, tumekuwa hapa usiku mzima, usiku kucha hatujapata kitu, lakini kwa neno lako tunafanya hivyo. Amen. Because of the power of your word we shall do so. Na Biblia inasema ya kwamba walipopeleka mashua, Mungu Yesu alimwambia pelekeni hadi kilindini. Vilindini ama kilindini, mahali ambapo deep waters, mahali ambapo kuna moyo wa bahari. Ndio kuna watu wajui kama bahari iko na moyo. Yesu Kristo asifiwe. Wakaambiwa wapelekeni hapo, na mkishapeleka hapo, kwa sababu ya nguvu ya neno langu, you will see what will happen. Amen. Neno la Mungu linasema wakaenda wakatega samaki wengi, hata wakaanza nyavu zikaanza kukatika. Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu ya nguvu ya neno. Kwa hivyo na wewe nimekuja nikutie nguvu, nikwambie yale maneno ambayo unayaongea, jua ya kwamba Bwana ameyatia nguvu, na ukiongea inatimia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yes. Usijidharau, usijiwekee ati mimi nimetoka wapi. Unaangalia familia yenu mahali iko, vile ambavyo inakaa, unaangalia kuna wewe hakuna mtu wa maana, wewe ndio wa afadhali. No. Kuna maneno ambayo Mungu anataka uyaongee yaponye mboma yenu. Kuna maneno ambayo Mungu anataka uyaongee yaponye mtu ambaye ni mgonjwa. Kuna maneno ambayo Mungu anataka uyaongee yalete mwanzo mpya katika maisha yenu. Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kuanzia siku ya leo kataa kuongea maneno ya negative. Mimi sioni nikienda, sioni nikifanikiwa. Hata hiyo kazi sioni nikiipata. Hata hiyo biashara sioni nikianzisha. Vile uone na ndivyo inakuwa. Utaendelea kukaa kutoona. Yesu Kristo asifiwe. Nimekwambia vile nasema jinsi mwanadamu aonavyo, sikia, aonavyo nafsini mwake ndivyo ilivyo. Alafu wewe sioni. Kataa kutoona katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo asifiwe. Kila wakati ambapo unaona wewe ona kushinda. Nimekuja kwa sababu naona kuna watu wamejirumia sana huko nyuma. Yesu Kristo asifiwe. Ona kushinda kila wakati. Ona ukifanikiwa kila wakati. Ona ukiinuliwa kila wakati. Amen. Na uongee mambo makubwa. Uongee mambo ambayo iko na kusudi la Mungu ndani yake. The words that you shall speak, God will empower them. And where you are sending those words, they are going to work in the mighty name of Jesus. Amen. Neno la Mungu linasema hakuna neno litatoka kwa Mungu na limrudie bure. Kwa hivyo akisema atakuza kinywa chako, anakikuza kweli. Na maneno unayoyaongea yako na nguvu, yanatiwa nguvu na Bwana.
Yesu Kristo asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Power of the word, the book of Matthew chapter 12. Matthew chapter number 12 verse 34. Matthew chapter number 12 verse number 34. Neno la Mungu linasema hivi: enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu uyanena ya ujazayo moyo wake. Yesu Kristo asifiwe. Neno la Mungu linasema kinywa cha mtu uyanena ya jazayo moyo wake. Uliza aliye karibu na wewe, ni nini ambayo imejaa katika moyo wako? Muulize, moyo wako umejaa nini? Muulize, unaitaka mtoto wako nini? Yesu Kristo asifiwe. Enyi kizazi cha nyoka, mioyo yenu imejaa, yaani kinywa kinayanena yale mambo ambayo yamejaa katika moyo wako, yale mambo ambayo yamefurika katika moyo wako. Kuna watu wamejaza mioyo yao mambo mazito, mambo ambayo hayana, yaani mambo ambayo negativity ndizo zimejaa katika moyo wa mtu. Yesu Kristo asifiwe. Si ukusanye vitu ambazo ni positive uweke ndani ya moyo wako, ili wakati ambapo unanena kinywa chako kinene maneno ya baraka. Yesu Kristo asifiwe. Kinywa chako kinene maneno ya kubariki watu wengine. Kuna watu wanakaanga kikao ya kusema watu wengine, yaani tu hivyo tu, wanakusanyika tu wanashambulia mtu, wanaacha huyo, wanashika mwingine wanamshambulia. Yesu Kristo asifiwe. Na watu wanakuanga kanisani. Amen. Lakini kuanzia leo ukisema moyo wangu utafurika neno njema, hiyo mambo inakuanga sana kwa kanisa za ushago. Unapata mtu amekaa pale, wanaimba kwaya vizuri, lakini kuna vitu ambao amefungia mahali. Yesu Kristo asifiwe. Na anatoka tu hapo, akitoka hapo anaenda kuroga mwingine hapo tu kwa kanisa, kwa sababu ni kile kitu ambacho kimejaa ndani ya moyo wako. Yesu Kristo asifiwe. Lakini mioyo yetu ikifurika maneno mema, hebu soma Psalms 45. Sikia vile inasema Psalms 45 inasema vizuri sana. Inasema moyo wangu umefurika kwa neno njema. Lakini neno limetuambia katika kitabu cha Mathayo kwamba kuna watu ambao mioyo yao imefurika maneno maovu, na vinywa vyao vinanena maneno mabaya. Yesu Kristo asifiwe. Lakini ukitumia kinywa chako kiwe cha chombo cha baraka, cha kutoa baraka, itakuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ukitumia kinywa chako kubariki wengine, Biblia inasema ya kwamba Daudi alikuwa amezoea kulaani watu, na ilifika wakati na yeye Mungu akamlaani. Yesu Kristo asifiwe. Na kama kuna mtu alikuwa anapendwa sana ni Daudi, lakini alikuwa anajua kujirudia na kunyenyekea mbele za Mungu, lakini alikuwa amezoea kulaani watu. Yesu Kristo asifiwe. So ile mtindo ambao umezoea kufanya kutoka katika kinywa chako, ondoa yale maneno mabaya, uyaondoe na uyaweke maneno mazuri, ili kwamba ukiyatoa yanakuwa ya msaada kwa watu wengine, ukiyatoa yanabariki watu wengine. Haleluya.
Yesu Kristo asifiwe. Kuna watu wamejaa maneno badala ya neno. Na asubuhi tumeambiwa na askofu kwamba tunapaswa kuwa rafiki wa neno. Unasoma neno. Ukisoma neno sana hautapatikana kwa kikao cha kusengenya watu wengine. Ukisoma neno sana hautapatikana katika kikao cha kupiga wale wengine vita za chini ya maji. Yesu Kristo asifiwe. In the book of Psalms chapter 1 verse 1 inasema vizuri, kubarikiwa ni mtu yule asiyepatikana, asiyekaa katika kikao na baraza la wenye chukizo, apatikani katika njia ya wakosaji. Blessed is that person. Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo yale maneno ambayo tunayaongea yajao, mioyo yetu ijazwe na maneno mazuri. Mioyo yetu ijawe na maneno ya baraka. Mioyo yetu ijawe na maneno ambayo mwingine tukipatia mwingine yanambariki na yanamuinua, yanainua imani yake. Yesu Kristo asifiwe. Amen. So you have a decision to decide ni nini ambao unafidi moyo wako. Yesu Kristo asifiwe. Kuna vitu zingine hazihitaji kuombewa sana. Yesu Kristo asifiwe. Yesu alisema njooni tusemezane, na mimi nataka tusemezane leo. Even hata sihubiri. Yesu Kristo asifiwe. Nataka tusemezane leo. Nikwambie kwamba